Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Penzi msikilizaji na mtazamaji wa channel yetu kutokea popote pale ulipo duniani, tunasonga mbele ni kukaribisha tena katika kipindi hiki cha siku 50 za Pentekoste. Na leo ikiwa ni siku yetu ya 7, Mungu anatupatia neema kila siku tunaangalia jambo moja baada ya jingine mpaka siku 50 zitakapotimia. Na haya mambo ambayo tunaangalia ni mambo yanayohusiana na Roho Mtakatifu, ni mambo yanayohusiana na Pentekoste. Hauwezi ukatenganisha Pentekoste na habari za Roho Mtakatifu. Kuna mtu mmoja alikuwa hapendi mambo ya kunena kwa lugha. Sasa akaniambia, naomba nitafutie kwenye mtandao habari za Pentekoste ambazo hazihusiani na kunena kwa lugha. Yeye alikuwa ameokoka vizuri kabisa na alikuwa hapendi lakini habari za kunena kwa lugha kutokana na alivyofundishwa huko alikotokea. Nikajaribu kumtafutia lakini nikamwambia, jamani, kwa nini unataka kuvitenganisha hivi vitu? Vinaendana pamoja. Na alikuwa ni mwana maombi mzuri sana, lakini alikuwa yeye hajisikii au hapendi au hakutamani au labda hakujua faida na uzuri wa kunena kwa lugha. Kwa hiyo haya mambo yanaendana kwa pamoja. Habari za kunena kwa lugha, habari za Pentekoste, habari za mavuno na habari za Roho Mtakatifu huwezi kuzitenganisha. Kwa hiyo basi ni kukaribisha siku ya leo ambapo kuna mengi ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Karibu tuwe pamoja. Kwa siku ya leo tutaangalia kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 3 mstari wa 11. Bwana Yesu kuna mambo kadha wa kadha aliyazungumza kipindi cha mwanzo kabisa cha huduma yake, lakini si yeye tu aliyezungumza, lakini na yule aliyemweka wakfu kwa ajili ya kuanza huduma yake. Unaona, hata Yesu alitegemea wanadamu kwa ajili ya kuendeleza huduma yake. Hakikisha kwamba una connection nzuri za kimbingu kwa wanadamu walioko hapa duniani. Tumaini lako lisiwe kwa wanadamu, lakini Mungu amewaweka makusudi kabisa kwa ajili ya maisha yako. Tafuta kujua ni nani ambaye ana divine connection ya kiroho kwenye maisha yako ukiwa hapa duniani. Sasa Yesu alipokuwa hapa duniani, kuna nabii mmoja alikuwa anaitwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji yeye ndiye aliyekuwa amepewa jukumu la kuandaa mazingira kwa ajili ya Bwana Yesu. Sio kwamba Bwana Yesu alikuwa hawezi, yeye ni yote katika vyote angeweza, lakini ameshaweka utaratibu, naye alihitaji wanadamu ili kumweka kwenye ile huduma ya kile kitu ambacho Mungu amekikusudia kwenye maisha yake. Kwa hiyo kuna watu hata wengine siku hizi hawasali, hawaendi makanisani, wao wako peke yao nyumbani. Wanasema Mungu niko naye hapa nyumbani. Huo ni mwanzo wa kupotea. Hakikisha kwamba wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Kuna wengine ambao Mungu amewaweka wasaidiane na wewe katika ile huduma ambayo Mungu amekusudia. Sasa hapa kwenye Mathayo sura ya 3 mstari wa 11 tunamuona Yohana Mbatizaji anazungumza habari kuhusiana na Yesu Kristo mwenyewe. Biblia inatuambia moja kwa moja kwamba kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Kama nilivyokuambia, ni Yohana Mbatizaji anazungumza kwamba yeye alibatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Yohana hakuishia hapo, akaendelea kusema, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Jambo la pili linalofuata kwenye hii sentensi, tunaona Yohana anavyojishusha. Yohana hataki kuchukua ule utukufu ambao amekusudiwa Mungu. Yohana hakusema kwamba yeye ndo mwisho wa matatizo yote. Yohana hakusema kwamba yeye ndo anazo nguvu zote. Ni kweli Mungu alimtuma, ni kweli Mungu alimpaka mafuta, lakini alikuwa ana ukomo wake. Alijua kwamba Yesu Kristo ana nguvu kuliko yeye, wala yeye hastahili kuvichukua viatu vyake, wala haviwezi. Yohana alikuja tu kwa ajili ya kuandaa njia kwa ajili ya Bwana Yesu, lakini Yesu kifo chake pale msalabani ndio kilichukua na dhambi za Yohana. Yesu alikuwa ni mkubwa kuliko Yohana. Kwa kuna mtu wewe unaweza ukamuordain kwenye ministry, unaweza ukampaka mafuta au ukamwekea mikono aingie kwenye huduma, lakini baadaye huyo mtu akawa mkubwa kuliko wewe. Usifikiri wote ambao wewe umewaekea mkono kwa hiyo basi watakuwa wadogo kuliko wewe kwa sababu wewe ndiwe uliowaekea mkono. Hapana, unaweza ukamwekea mtu mkono na akawa mkubwa kuliko wewe. Tuna mfano hapa
halisi wa Yesu Kristo na Yohana. Hata kwenye maisha ya siku zote ya kwenye huduma ndivyo hivyo. Na wakati mwingine ni vyema uwe una furaha au furahi endapo yule ambaye wewe ndo umemweka kwenye huduma akiwa mkubwa kuliko wewe, akifanya mambo makubwa kuliko wewe, akiwa na ufunuo mkubwa kuliko wewe, au hata huduma yake ikigusa mataifa mengi na watu wengi kuliko wewe. Ni jambo ambalo wewe inabidi ufurahi, sio kwamba uchukie kwamba huyu amekuwa mkubwa kuliko mimi. Hapana. Yohana alilijua hilo jambo tangu mwanzo. Akasema, jamani, yule ni mkubwa kuliko mimi, wala mimi sistahili kuvichukua viatu vyake. Yohana kuishia hapo, akamalizia kwa kusema yeye, yani Yesu Kristo mwenyewe, atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa siku ya leo sitakazia habari za ubatizo wa moto, lakini nitakazia habari za ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini tunabatizwa kwa Roho Mtakatifu? Na jambo hili la ubatizo wa Roho Mtakatifu linamaanisha nini na linaweza kukusaidiaje wewe katika maisha yako ya kila siku? Basi kuelewa neno hili, twende tuingie kwenye lugha ya Kigiriki kidogo. Tuingie kwa undani. Unajua maneno ya Kigiriki tunaangalia ili yaweze kutusaidia na kutuelewesha maana iliyokusudiwa, ili hata tunapoitumia kwenye maisha yetu tuelewe hatua kwa hatua kitu hiki kilikuwa kinamaanisha nini, na kwenye maisha yetu ya sasa tunaweza tukakitumia vipi. Kwa hiyo basi twende pamoja ili tuweze kuelewa. Tunapoendelea moja kwa moja sasa tunakwenda kuangalia neno hili ubatizo kwa lugha ya Kiyunani au Kigiriki manake nini. Kwa hiyo kama neno lenyewe unavyoliona linasomeka baptizo na linaandikwa hivi kwa lugha ya Kigiriki au ya Kiyunani. Kwa hiyo tunasema ili neno baptizo ni neno la Kiyunani au Kigiriki linalotokana na kitenzi ambacho kinamaanisha kuzamisha kabisa ndani ya maji. Kuzamisha kabisa ndani ya maji, au kwa Kiingereza tunasema to immerse completely in water, au kuchovya, to dip. Vile vile hilo neno la maanisha hivyo, na katika matumizi yake ya asili linahusisha mambo yafuatayo kama tutakavyoona. Kwa hiyo hili neno lina maana kadha wa kadha, na hapa tutaangalia tafsiri au maana kama 3 ambazo zinatusaidia, na hizi maana zinatokana na neno hilo la asili baptizo, ambao kwa kuanzia nimekwambia unawakilisha kuzamisha kabisa ndani ya maji. Kitu kimezama kabisa, sio kwamba kimenyunyiziwa maji, hapana, kimezama. Lakini tafsiri nyingine ambayo inaendana na hiyo ni kuchovya au to dip in water. Maana ya kwanza kabisa kama unavyoona hapo ni kuzamisha kikamilifu, complete immersion. Manake kwamba kitu kimezama kikamilifu, kimezama kabisa kabisa. Kwa hiyo hii tafsiri ya kwanza inamaanisha ni pale kitu kinapozamishwa kabisa ndani ya kimiminika fulani, na hasa iwe maji au hata kimiminika kingine kinaweza kikatumika. Kwa hiyo tunasema hapo kitu kimebatizwa, manake kimezamishwa kikamilifu kabisa. Unajua ubatizo manake ni kuzamishwa. Sasa kwa siku ya leo sizungumzii ubatizo wa maji. Ubatizo wa maji na wenyewe unahusiana na kubatizwa ndani ya maji mengi ili kuzamishwa kabisa kabisa, lakini kwa siku ya leo sizungumzii ubatizo wa maji, ninazungumzia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama hili neno linawakilisha kwamba kuzamishwa moja kwa moja kikamilifu ndani ya kimiminika fulani au ndani ya maji, unaona Roho Mtakatifu ana picha mbalimbali ndani ya Biblia. Ukisoma neno la Mungu, Roho Mtakatifu sio maji, ila amefananishwa na maji maeneo mengi mbalimbali. Roho Mtakatifu sio mafuta, lakini amefananishwa na mafuta sehemu mbalimbali za Biblia. Roho Mtakatifu sio upepo, lakini amefananishwa na upepo maeneo mbalimbali kwenye Biblia. Kwa sasa ndivyo ilivyo hapa. Manake kama kitu kinaweza kikazamishwa ndani ya maji, na Yohana ametuambia Yesu atakapokuja atatubatiza kwa Roho Mtakatifu, manake atatuzamisha ndani ya Roho Mtakatifu. Unajua kuna tofauti ya vitu viwili. Kuna Roho Mtakatifu kuwa ndani yako
pale ni wewe unapookoka, unapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu mwenyewe alisema wote watakuja watafanya makao kwako. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, wote wako ndani yako. Mungu mmoja katika utatu wake mkamilifu anakaa ndani yako. Hicho ndo kipengele cha kwanza. Lakini kuna kipengele cha pili cha wewe kuwa ndani ya Roho Mtakatifu. Huo ndo ubatizo. Unaona, labda hata nitoe mfano wa maji. Unaweza wewe kunywa maji, yale maji yakawa ndani yako. Alafu kuna wewe kuingia ndani ya maji, umezamishwa ndani ya maji completely. Hicho ni kiwango kingine. Sasa huo ndo ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unajua kuna wengine wana Roho Mtakatifu ndani yao, wameshamwamini Bwana Yesu, wameokoka, wanaishi neno la Mungu, wanafuata neno la Mungu, hawataki kwenda zaidi. Wanasema haya mambo ya Roho Mtakatifu, mambo ya kunena kwa lugha yatatuchanganya. Maadamu sisi tumeshamwamini Bwana Yesu, Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, inatosha. Kuna watu wameishia hapo. Sasa hao ni sawasawa na mtu aliyekunywa maji. Yaani unajua ukinywa maji, yale maji yanakuwa ndani yako, unaweza ukayaendesha wewe. Utakapoenda maji yanakufuata wewe. Sio kwamba maji yatakupelekesha, maji yaliyoko ndani yako wewe hayawezi kukupelekesha hata siku moja. Wewe ndo unakuwa una nguvu zaidi katika ulimwengu wa nje, kwa sababu unayapelekesha. Lakini ukishaingia ndani ya maji, hapo maji ndo yanakupeleka wewe. Na hata ukisoma kile kitabu cha Ezekiel nabii alieleza viwango mbalimbali vya Roho Mtakatifu kama maji kwenye maisha yetu. Akasema alikuwa kwenye maono, na yule malaika wakati anamuonyesha hatua kwa hatua vile viwango vya Roho Mtakatifu mbalimbali katika ule mto ambao ulikuwa mbele yake. Kiwango cha kwanza alisema kwamba maji yalifika kwenye miguu, kwenye viweko vya miguu. Hayo ni maji ambayo yako chini sana kiasi kwamba kama maji yanaenda kushoto, wewe unaweza ukaamua ukaenda kulia, unaweza ukapingana na maji. Unaona, hiyo ni hatua ya kwanza. Ezekiel akaendelea akasema kulikuwa na kiwango kingine ambapo maji yalifika kwenye magoti. Sasa maji yakifika kwenye magoti, unaanza kuwa na discipline kidogo ya kutembea. Jambo la kwanza, huwezi ukaenda kwa kasi kama maji yanafika kwenye magoti. Lazima uanze kwenda taratibu taratibu. Maji yakishafika kwenye kiuno, sasa ndo unaenda kwa kupapasa hatua kwa hatua. Mguu unatembea kidogo, unaangalia hapa nilipo kanyaga ndo penyewe au sio penyewe. Unaanza kwenda hatua, yani unaanza kuheshimu maji. Maji yakiwa kiunoni unayaheshimu, sio kama maji yakiwa kwenye viweko vya miguu. Hata unaweza usiheshimu, kwa sababu wewe ndo muamuzi wa mwisho kitu gani kitokee. Lakini maji yakishafika kwenye kiuno, unaanza kuwa na discipline, unakuwa makini. Kama kuna kitu umekibeba au kuna kitu umekishikilia, unakuwa makini na unakuwa unaangalia kasi ya hayo maji yanavyokuja. Ezekiel ya kuishia kwenye maji ya kiuno, Ezekiel aliendelea mbele. Biblia inatuambia kwamba hatimaye akaingia kwenye mto usiovukika, kwenye maji ambayo yalimmeza yeye, kwenye maji ambayo yalikuwa yanampeleka yeye maji yanapotaka, sio wewe unapotaka. No, maji ambayo yanakufunika kabisa ni maji yanayokupeleka wewe kule maji yanapotaka. Unajua kuna watu hawajafika kwenye viwango hivyo vya kupelekwa na Roho Mtakatifu pale ambapo Roho Mtakatifu anataka. Bado tayari watu wanatumia akili zao, wanatumia ujuzi, uelewa na ufahamu, yale mambo waliyoyasoma chuoni, namna ya kuandaa ratiba za ibada, namna ya kuweka mikakati na mipango ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Hicho ni kiwango kizuri, sijasema ni kibaya, lakini kuna kizuri zaidi ya hapo. Roho Mtakatifu anaweza akaamua kukupeleka sasa. Roho Mtakatifu anaweza akatembea na wewe, yani wewe ukamfuata yeye badala ya yeye kufuata ratiba zako wewe. Sio kwamba Roho Mtakatifu ndo afuate ratiba zako wewe. Sijasema tusiweke mipango, sijasema tusiweke plan, weka plan, lakini andaa nafasi kwa ajili ya Roho Mtakatifu kukupeleka. Huo ndo unaitwa ubatizo. Manake umezamishwa kikamilifu, complete immersion. You are completely immersed into a certain liquid. Umezamishwa moja kwa moja kwenye kimiminika fulani. Kwa hiyo wewe usiwe na wasiwasi. Maadamu unamwamini Roho Mtakatifu, unajua Mungu ni mzuri, basi amini kwamba kule anakokupeleka patakuwa ni sehemu sahihi. Lakini ukitaka kutumia akili zako mwanzo mpaka mwisho, ndipo shida inapoanzia.
tumia akili, na Mungu alikupa akili kwa ajili ya kuzitumia, lakini kuzitegemea maana yake akili zako zinakuwa ni alfa na omega, hapana. Hapo ndipo matatizo yanapoanza kuingia. Muamini Roho Mtakatifu, muamini kwamba atakupeleka kwenye vile viwango alivyovikusudia yeye. Na tunapoingia kwenye tafsiri namba 2, tunasema kubatizwa huku kunamaanisha kwamba ni kubadilishwa hali, the change of condition. Kwa ndilo ndiyo tafsiri au maana ya hili neno. Unajua haya maneno yalitumika zamani, na nadhani Mungu alikusudia tutumie maneno yale ili siku za leo tuweze kuelewa. Kwa sababu siku za leo ukisema neno ubatizo, kila mtu anaelewa kulingana na dhehebu lake au dini yake. Lakini hapa Biblia vile vile nasema hilo neno baptizo maana yake ya pili ni kubadilishwa hali. Tunasema kubadilishwa hali au change of condition. Unajua unapobatizwa na Roho Mtakatifu, especially unapobatizwa na Roho Mtakatifu, manake uwe tayari hali yako ibadilike. Lakini ukiwa ni yule yule, hujabadilika, hujageuka, bado wewe hujabatizwa. Yesu Kristo alikuja kufanya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hakikisha kwamba hali yako inabadilika, unageuzwa toka hali moja kwenda hali nyingine. Kwa hiyo tunasema kwamba kuzamishwa kulionyesha mabadiliko ya hali au utambulisho mpya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokubatiza, manake hali yako itabadilika, utapata utambulisho mpya. Kama huna utambulisho mpya, tabia zako ni zile zile, manake bado wewe you are the one in control. Wewe ndiwe unaye control maisha yako. Ndio maana hakuna utambulisho mpya. Lakini ukimruhusu Roho Mtakatifu akakupeleka, basi lazima utapata utambulisho mpya. Manake wewe ni mtu ambaye umebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kuna hali mpya iliyotokea kwenye maisha yako. Na ili neno vile vile lilikuwa linamaanisha kwamba utambulisho mpya, mfano nguo ikibadilishwa rangi kwa kuchovya katika rangi. Manake tunasema kwamba kuna zile nguo ambazo zilikuwa zinabadilishwa hali yake, zinabadilishwa rangi toka rangi fulani kwenda kwenye rangi nyingine kwa kuchovywa katika maji au katika kimiminika chenye rangi fulani. Kwa sasa unapoipeleka ile nguo yako kwenye kimiminika chenye rangi fulani, basi ile rangi ya kwanza inabadilika, inachukua ile rangi ya pili. Kwa hiyo wenzetu wa Giriki bado walikuwa wanatumia neno hilo kwamba nguo hii imebatizwa toka kwenye rangi fulani kwenda kwenye rangi nyingine. Sasa kwa Kiingereza wanapenda kutumia ili neno dye. Ili neno ili hapa dye, yani manake rangi imebadilika, rangi ya nguo. Lakini ukirudisha kwenye lugha ya asili, bado ni neno lile lile baptizo. Kwa Kiswahili batiza, kwa Kiingereza to baptize. Kwa hiyo hata nguo mbalimbali zinaweza zikabadilishwa rangi, au kama watu wana kofia unaweza ukabadilisha rangi, yawe ni magauni, ziwe ni kanga, viwe ni vitenge mbalimbali. Pale unavovichovya, unavoenda kuviweka kwenye maji, kama kuviloweka hivi, ili vibadilike, hali yake ya mwanzo ibadilike iwe hali nyingine, bado hilo neno laitwa kubatizwa. Kwa maana yake unapotembea katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, na wengi tu bado wamekariri kwamba kubatizwa na Roho Mtakatifu ni ile kunena kwa lugha. Hiyo ni sehemu ya ubatizo. Yes, unapata lugha nyingine, una uwezo wa kunena kwa lugha nyingine ambayo hukuzaliwa nayo, ambayo hukujifunza. Lakini vile vile kubatizwa na Roho Mtakatifu maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu anakubadilisha kabisa, hali yako inabadilika. Kama ulikuwa na tabia zisizofaa, tabia nyingine zinaanza kwenye maisha yako. Kama ulikuwa na mambo yasiyompendeza Mungu, mambo ambayo hata haitakiwi kuzungumzwa kwenye masikio ya wanadamu, Roho Mtakatifu anakuja na kubadilisha. Kwa hiyo kuanzia kwenye roho na kwenye mwili, hata kama mwili wako ulikuwa na mambo magonjwa, vifungo visivyofaa, Roho Mtakatifu unapobatizwa kwa Roho Mtakatifu, vitu hivyo vinakuachia, vinaondoka kabisa, kwa sababu hali yako inageuzwa, unabadilishwa kuwa mtu mwingine. Na hapa hivi ninayo video kidogo ambayo inaonyesha namna hivi vitu vilivyokuwa vinabadilishwa, hali yake ya mwanzo kuja kwenye hali mpya. Kama vile ambavyo nguo zinaweza zikabadilishwa rangi
kofia au vifaa vingine vinaweza vikabadilishwa rangi pamoja na viatu. Sasa hapa ninayo video inayoonyesha viatu namna ambavyo vinabadilishwa rangi. Sasa kumbuka, hatua hiyo ndiyo inayoitwa ubatizo. Sasa hivi kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia tunaweza tukatumia maneno mengine kueleza hicho kinachoendelea, lakini kwenye lugha ya asili ya Biblia bado tunarudi pale pale kwenye ubatizo. Basi bila kupoteza wakati nikupeleke moja kwa moja kwenye video. Kwa hiyo video yetu ndo hii hapa, ambayo inamuonyesha huyu jamaa mmoja alienda kununua viatu vyake dukani. Kwa hiyo sasa yaliyofuata ndio haya hapa. Kwa hiyo anaangalia box lake na akaangalia picha ya kiatu ambavyo inabidi kiwe ndani, akafungua ndani. Anashangaa, vipi mbona kiatu akifanani na nilivyoona hapa kwenye boxi? Kwa hiyo akaangalia hapa juu kwenye boxi, akaona kwamba boxi linaonyesha kiatu ni chekundu, kinapendeza, lakini hapa hiki kiatu mbona ni cheupe tu, mbona hakuna jambo lolote ambalo ni la tofauti? Basi kwa hiyo huyu akajiuliza, sasa nifanyeje? Akasema okay, basi kuna wazo ambalo nimelipata. Kwa hiyo na hili wazo akajua kwamba hiki kiatu, unaona hata kuna watu wengine hiki kiatu baada ya kukiona kwenye hali hii iliyopo, kuna watu wanaona kwamba hakina shida, kiatu hiki kipo sawa, unaona kiatu kinapendeza kabisa. Kuna mwingine anaona maisha yangu hayahitaji ubatizo, yalivyo yapo sawa tu. Lakini huyu mtu akaanza maandalizi ya kutengeneza hiki kiatu. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo akaziba ili ile rangi isifike huko. Kwa hiyo akakitengeneza kiatu vizuri, akakimaliza. Baada hapo akakizamisha. Hii ndo tunaita ubatizo. Hiki kiatu akakizamisha, hiyo ndo inayoitwa ubatizo. Maana yake ni kubadilishwa hali. Uenda wewe unajiona upo sawa, hiki kiatu unaona kilikuwa ni cheupe kizuri kinapendeza, lakini sivyo ambavyo kilivyokuwa kimekusudiwa kiwe. Unaona hata wewe maisha yako ukiangalia tangu mwanzo sivyo Mungu alivyokusudia yawe, mpaka kwanza upate ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa basi huyu mtu akaanza kuondoa zile gundi alizokuwa ameziweka hapa na pale ili kiatu kiwe kama kilivyokusudiwa. Baada ya kiatu kupita kwenye ubatizo, kikachovywa kwenye maji, kwenye rangi nzuri inayopendeza, unaona sasa viatu vinang'aa, viatu vinapendeza. Kwa nini? Ni kwa sababu vimepita kwenye ubatizo. Maisha yako yasipopita kwenye ubatizo yatakuwa vile vile. Unaona hivi viatu mwanzoni vilionekana vipo sawa, zilionekana ni raba nzuri, nyeupe, zinang'aa, zinapendeza, lakini kumbe kuna vitu vilikuwa bado havijakamilika. Unaona kulikuwa na vitu bado havijakamilika. Ili maisha yako yawe sawa, unahitaji ubatizo ambao utabadilisha hali yako, hali ya kiroho. Mazoea mabaya ulionayo, vitu visivyofaa ulivyonavyo viondoke kwenye maisha yako. Uweze ukabaki vile vile kila siku. No. Yaani hata kuna mwingine anajiona sawa tu kwa sababu hatendi dhambi kama kuiba, kuua, kuzini, kuloga watu, kuwafanyia watu fitina, nini, anajiona yupo sawa. Bado maisha yako hayakukusudiwa uwe mpole, uondoke hapa duniani mpole tu. No. Roho Mtakatifu lazima uzamishwe ndani ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu abadilishe hiyo hali. Biblia inatuambia tangu nyakati za Yohana mpaka sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Haleluya. Bila kutumia nguvu za Mungu hautaweza. Kubali kuzamishwa, kubali kubatizwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akupeleke wewe. Usikariri tu kwamba tumepanga hivi na hivi, ibada inakwenda hivi na hivi, utaratibu wa kuomba huko hivi na hivi, tunaanza na Baba yetu uliye mbinguni, tunamalizia na amina. Hizo ni taratibu, ni nzuri kabisa, lakini kuna zaidi ya hapo. Kumbuka kwamba hata hiki kiatu kilikuwa ni kizuri kabla ya hivi vitu vingine. Kabla ya kupita kwenye ubatizo kilikuwa kizuri, kinapendeza, kimeng'aa, cheupe, kizuri kabisa. Lakini no, hakikusudiwa kuwa kwenye hali hiyo. Lazima kwanza kipite kwenye ubatizo, kikachovyo kwanza ili kubadilisha hali yake, na wewe vivyo hivyo katika maisha yako. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri ya pili ambayo inatusaidia kuelewa nini maana ya ubatizo. Tunapokwenda kwenye tafsiri ya tatu tunasema ubatizo ni kitendo cha utakaso au kutakaswa. It is the act of purification or
cleansing, maana yake kwamba ni kile kitendo cha utakaso au kutakaswa. Kwa hiyo tumeshaangalia kwenye hayo maeneo mawili yaliyotangulia. Tunapokuja kwenye hii hatua ya tatu, ubatizo. Neno hili ubatizo lilikuwa lina maana ambayo ipo karibu kabisa na hali ya kitu kutakaswa au utakaso, purification and cleansing. Sawa, sikatai kuna wale wengine ambao wanajiona wao ni watakatifu bila Roho Mtakatifu, bila kubatizwa na Roho Mtakatifu, bila kukaa ndani ya Roho Mtakatifu. No, hauwezi ukamtolea Mungu sadaka inayopendeza bila Roho Mtakatifu. Biblia hata inatuambia kwenye kile kitabu cha Waebrania kwamba Yesu Kristo mwenyewe alijitoa pale msalabani kupitia Roho Mtakatifu. Yaani kila kitu kinapitia Roho Mtakatifu. Ukiwa hata unaenda kumtolea Mungu sadaka, toa katika ujazo wa Roho Mtakatifu. Ujijue kwamba upo ndani ya Roho Mtakatifu, umezamishwa ndani ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Na utakaso sio tu kutakaswa kutoka kwenye dhambi, lakini ni ile hali ya kuwekwa wakfu kwa ajili ya matumizi maalum. Roho Mtakatifu anapokutakasa maana yake anakuweka maalum kutumiwa na Mungu muda wowote. Wengine ambao inabidi watumie taratibu na kanuni na sheria zilizowekwa, inabidi wakati mwingine Roho Mtakatifu naye atembee kwenye hizo taratibu na sheria. Kwa mpaka kuja kumpata mtu, muda unakuwa umeshaenda. Lakini Roho Mtakatifu akiwa anahitaji mtu ambaye yuko tayari, anamtafuta yule mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu, yule mtu ambaye yuko tayari kufanya kitu ambacho kiko kwenye moyo wa Mungu hata kama sheria haisemi hivyo. Ndio maana Yesu aliwaponya watu wengi siku ile ya Sabato. Kwa nini? Siku ya Sabato Roho Mtakatifu alikuwa anataka kuwasaidia watu, lakini akitaka kutumia makuhani na Walawi na viongozi wengine wa dini, anakuta wao wana sheria yao inayosema jamani, siku ya Sabato utakiwi kufanya hata miujiza. Sasa Roho Mtakatifu alikuwa anamtumia Yesu kwa sababu Yesu alikuwa ameshabatizwa yeye mwenyewe kwa Roho Mtakatifu. Yuko tayari kufanya kile ambacho Roho Mtakatifu anataka kifanyike, hata kama sheria za Musa au sheria za dini zilikuwa zinakataa. Kwa hiyo kaa kwenye ujazo wa Roho Mtakatifu, kaa kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wewe ni mtu ambaye umetakaswa, umetengwa. Yaani wewe ni mtu maalum. Kwa mfano, kuna watu wana nguo mbalimbali za kuvaa kwenye maeneo mbalimbali. Kuna nguo ambayo unaivaa popote, unaishindia, unashinda nayo hapo nyumbani, unazunguka nayo, lakini kwenye tukio muhimu unatafuta nguo yako maalum. Sasa kwa mtu ambaye amebatizwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuwa anakutumia siku maalum. Anajua wewe upo tayari kufanya mapenzi yake ule wakati atakapokuhitaji. Hata ukiwa na wageni, Biblia inatuambia uwezi ukawatolea vyombo vya siku zote. Kuna vyombo maalum kwa ajili ya wageni maalum wanapokutembelea. Unaenda unatafuta glass maalum kwa ajili ya wageni, sahani maalum kwa ajili ya wageni maalum. Sasa unapobatizwa kwa Roho Mtakatifu, maana yake wewe umetakaswa, umetengwa kwa ajili ya kusudi maalum la Mungu. Kwa hiyo tunasema kwamba kuzamishwa katika maji kuliashiria utakaso wa kiroho. Kwa hiyo neno hata ubatizo lina uhusiano na ubatizo wa maji, ambao ubatizo huo wa maji hauishi tu kwamba kwenye maji kama maji. Hapana, maana yake kwamba wewe rohoni huku kuna vitu vinavyoendelea rohoni. Umebatizwa, umezamishwa huku rohoni. Kwa hiyo ile picha ya kubatizwa katika maji inaonyesha kwamba hata katika roho yako iwe hivyo. Kaa katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wewe ni mtu ambaye umebatizwa na Roho Mtakatifu. Mambo mengine yasikubatize. Sasa usipobatizwa na Roho Mtakatifu, kubatizwa na Roho Mtakatifu ni kama nishati, ni kama energy. Usipobatizwa na Roho Mtakatifu utabatizwa na vitu vingine. Roho Mtakatifu asipoendesha maisha yako, vitu vingine vitaendesha maisha yako. Hauwezi ukawa neutral, hamna kitu kinachokupelekesha, hakuna kitu kinachokuendesha. Wengine wanaendeshwa na hasira zao, wengine wanaendeshwa na hisia walizonazo, wengine wanaendeshwa na mapenzi, wengine wanaendeshwa na hela.
Yani hela ndo kila kitu. Hasikilizi nini? Hela ndo msemaji wa mwisho. Lakini kwa mtu aliyebatizwa na Roho Mtakatifu, umetengwa, umewekwa wakfu kwa ajili yake. Manake Roho Mtakatifu ndio mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako. Kwa tembea katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunapoongelea habari ya Pentekoste, sio siku ile ya Pentekoste ikifika ndo useme leo ndo nimebatizwa na Roho Mtakatifu. Au ukiwa kanisani unanena kwa lugha useme eti leo ndo nimebatizwa na Roho Mtakatifu. Hapana. Roho Mtakatifu anatubatiza kila siku. Ukishabatizwa kaa humo ndani. Mruhusu Roho Mtakatifu abadilishe maisha yako, abadilishe hali ulionayo. Uenda unajiona uko sawa kama kile kiatu tulichokiangalia, lakini mruhusu Roho Mtakatifu abadilishe hali ulionayo. Uwezi ukaishi tu kwa kufuata eti tabia njema, tabia nzuri. Wapo watu ambao hawajaokoka, hawajamwamini Bwana Yesu, lakini discipline zao, yani wana discipline ya hali ya juu. Kuna watu wanasali kwenye matempo huko, wale mamonk wa China wale wanakaa, yani wana discipline ya hali ya juu. Wanajifunza mambo ya martial arts na karate na kung fu na vitu vya namna hiyo, lakini kuna discipline fulani wamejitengenezea. Sasa na wewe umeokoka, upo tu kwenye discipline hizo za matendo mema, kusamehe watu, hata na watu wengine ambao hawajaokoka wanasamehe vile vile. Uwezi ukabaki hapo. Biblia inatuambia kwamba twende zaidi. Ndio maana kuna deep na deeper. Unaweza ukachovywa katika maji, yani manake deep, D-I-P. Lakini unaweza ukaingia deeper alafu ukaishi huko deeper. Hallelujah. Ukaishi under the influence of the Holy Spirit all the days of your life. Ukaishi chini ya uvuvio kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu siku zote za maisha yako. Ruhusu ule mkondo wa maji ukupeleke. Sio wewe umuongoze Roho Mtakatifu. Muongoze na Roho Mtakatifu ayaongoze maisha yako kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Basi mpenzi mtazamaji, kutokea popote pale ulipo, kwa siku ya leo nitaishia hapa. Unajua yako mambo mengi na kila siku tunaangalia jambo moja moja ili uweze kujifunza moja, upate muda wa kutafakari. Na hata kuna baadhi ya watu ambao wananitafuta hata kwa njia za simu, wananiuliza hapa, mbona umesema hivi, mbona inakuwa hivi na hivi. Naamini kabisa Roho Mtakatifu atakusaidia kuelewa kwa kadiri unavyojifunza. Jifunze, pata muda wa kutafakari, pata muda wa kutulia, lakini zaidi pata muda wa kuomba. Unavyoomba Roho Mtakatifu anakufundisha zaidi. Haleluya. Basi ninapokwenda kuhitimisha siku yetu ya 7, siku ya leo tumemaliza wiki ya kwanza. Pentekoste ina wiki 7. 7 mara 7 49. Siku inayofuata ndo ya 50 ya Pentekoste. Kwa hiyo wiki yetu ya kwanza tumeimaliza namna hiyo. Naomba nikuombee neema ya Mungu ili Mungu akawe pamoja na wewe katika kila hatua ya maisha yako. Tuombe. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji huyu kutokea popote alipo, katika jina la Yesu Kristo, ambaye amefuatilia, amesikiliza. Nami ninamuombea neema yako. Roho Mtakatifu kamsaidie, kama tulivyoangalia habari za ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na Bwana Yesu, wewe ulikuja ili utubatize kwa Roho Mtakatifu. Nami natamka ubatizo wa Roho Mtakatifu juu ya maisha ya kila mmoja, juu ya maisha ya wasikilizaji wote, watazamaji wote, katika jina la Yesu Kristo. Ukawabatize kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Matatizo yasiendeshe maisha yao, mambo mengine, tamaa za dunia hii zisiendeshe maisha yao, bali Roho Mtakatifu ndiye akayaendeshe maisha yao. Roho Mtakatifu akawabatize, akawafunike kulia na kushoto, wakazame kwenye pendo la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu akahusike na maisha yao kila hatua katika jina la Yesu Kristo. Natamka ubatizo wa Roho Mtakatifu wakiwa nyumbani. Natamka ubatizo wa Roho Mtakatifu wakiwa kazini. Natangaza ubatizo wa Roho Mtakatifu wakiwa kwenye majukumu mbalimbali walionayo katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ataonekana katika kila hatua na katika kila hali ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu zitawatamia na kuwatunza. Mungu hutawapungukia wala kuacha, lakini Roho Mtakatifu atayatamia maisha yao siku zote. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen.
Amen, amen. Basi Mungu akubariki sana mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Kwa siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa toka kanisa la Rema Outreach Church. Na Mungu wangu akubariki sana. Kwa heri.